Asalamu alaykum ndugu wasikilizaji. Mimi kwa majina yangu naitwa Salim Nganga. Leo nataka kuongelelea kuhusu mambo kidogo tu ambayo yamefanyika katika hii wiki. Leo ni siku ya Jumatano. Ni siku ambayo ni siku njema, Mwenyezi Mungu ametuweka uhai na tumetupatia uwezo wa kuamka. Kwa hivyo kusemeshana kuhusu mambo zetu ambayo tunahusu katika nchi yetu ni jambo la maana. Tuangalie nini ambayo yamefanyika. Nimesikia Bwana Rais amesema kwamba amepatia higher education ile ambayo inaitangwa upkeep, ambaye kuanzia mwezi wa 9 mpaka mwaka ujao atakuwa amelipia imalize. Hiyo ni njia moja ya kuweza kwamba ameanzia kampeni. Lakini swali ni moja, Mheshimiwa Rais, mpaka hapo tumefika, hujajua kwamba tumeshakungua kwamba unatanganyanga? Kwa nini unajaribu kutudanganya kwa mambo ambayo hata tuko tumekuuliza? Kwa nini unaongea vitu ambayo hutawezana naye? Kama miaka 4 katika miaka 5 ile ambayo tulikuwa tumekubalia barua ya kushikilia kama kiongozi wa Kenya kwa miaka 5, sasa hii miaka 4 umemaliza kuwa umeharibu kila jambo. Hakuna chochote ambacho umefanya. Ukiangalia education ulipomoa kitambo. Nakumbuka ukiwa minister wa education, wewe ndio ulileta hii mambo ya kuwa kuna makelele college mbili. Kuna makelele ambayo branch ya Kenya ile ambayo imetoka Uganda, na kuna makelele ile ya kelele ambayo ilikuwa hapa tulipa nini Moi Avenue zote. Hii ni jambo ambayo wewe unastahili kuangalia na ujue kwamba jambo ambalo unaifanya ni jambo ambayo inaweza kupendekeza kila mtu, na kila mtu anahusika na hiyo jambo ambalo anafanya. Umesema kwamba kuna university zote za serikali watoto wasoma bure. Je, wakienda watasoma bure? Na mbona wa kindergarten wajasoma bure? Na mbona wa baby class wajasoma bure? Na mbona wale wa primary ambaye ni rais hawajaweza kusoma bure? Ukiangalia junior secondary schools, hiyo zote hajasoma bure. Sasa hii utaiweza? Kama unashindwa kujinunulia chai, utawezaje kujinunulia lunch? Hiyo ni kitu ambayo unastahili kuangalia. Kama umeweza, tunakubali kabisa si kupenda kwako na tukatia maana siku, na ndio sababu tunakuambia wewe ni welcome, kwa sababu hauna capacity ya kuongoza nchi. Kwa sababu hiyo mambo ambayo unafanya. Sasa hivi umetuletea uongo mwingine. Ukituambia kwamba tutakuwa na university ya bure. Mimi nataka kuhakikishia ukweli na tunaelewa bank, msikilizaji mwenzangu huyu ambaye ananisikiliza, uelewe kwamba hakuna kitu kama university ya bure. Hiyo nawahakikishia 100%. Hakuna kitu kama hiyo. Ile kitu ambayo anafanya anataka kuwadanganya, kwa sababu ile mambo aliona ukalao ikamweka wasiwasi na akakuwa desperate kwa hiyo mambo. Kwa hivyo ukiona mtu ambaye anaongea mambo, unaelewa kwamba unaongea na mambo ile ambayo inaitwa desperation fit, ambayo unaongea kwa sababu una njia ya kufanya. Unaongea tu kwa sababu kuongea. Kwa hivyo tafadhali tujihadhari mambo kama hayo ambayo haifai. Pointi ya pili, nimeona ndugu zangu kutoka Western ambao wanataka kuzungumzia mambo ya kwamba wao na deputy president Mheshimiwa Mudavadi. Kwa nini udanganye mara ya pili? Waungana nasema kwamba once bitten twice shy. Kumbuka 2002 Mheshimiwa Moi, the late president wa Kenya hii, alikuweka vice president mwezi moja na nusu. Hiyo ni 45 days. Ukatolewa, ukaibika na mambo ikakuwa ni aibu. Sasa anataka kuweka ingine ya mwezi ya 6 ama 3 ama kitu kingine ambayo haitafaulu. Ukaambiwa wewe ni running mate wa ulifaulu kuingia. Hii nakwambia itakuwa namna hiyo. Kwa wale wa kutoka Western, ndugu zangu wa Makasins, mimi nataka kuambia leo, mwelekeo umeshakata na mtu anaitwa Sifuna, na akaonyesha njia ile ambayo mnaelekea. Kwa nini tena utoke hapo kama kitu yako si fungua? Kama wewe una akili timamu na wewe unatoka Western, shika barabara, elekea mahali ambapo Mheshimiwa Sifuna anaelekea. Na nakwambia kweli kuna mwangaza. Na mimi naona mkienda kuchukua kwamba viongozi, kwa sababu kandi yote wameshakubaliana na Bwana Sifuna, lakini nyinyi mnataka tena kuanza kuganya wote kwa deputy president.
David President ya kufanya kazi gani? David President, that's total nonsense. Kama una akili wachana hiyo mambo. Kuna watu wengine wanakuanga hao ni kama ZP wale ambaye ni kama trailer, ni lazima akute. Mheshimiwa Mudavadi hakuna chochote ambaye anajua, na hii ni kitu ambayo anastahili kuangalia na machoni na muelewe na malizana naye. Hakuna haja kuwa kama mnataka kuongelea kitu ambayo haitafanyika. Ndugu zangu, amini usiamini, Wakenya kama mna akili na mnaweza kuelewa nini ambayo anaendelea, haustahili kuzungumzia mambo ya Ruto tena. Ruto mambo yake tulimalizana na kila mtu wote anaelewa kwamba ule bwana atapata less than 2 million in this country. Naambia ukweli, kwa sababu kitu ya kwanza watu wameshamkundua na wamemwelewa. Hakuna mtu ambaye anaweza kuambia chochote aseme. Kama unaona anaongea mambo ya kuwa disparate, anasema huyu nitaweka university, ndio ndaweka. Sasa huwezi kuelewa kwamba huyu amekuwa disparate na utokee hiyo mambo na usike shughuli zingine. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuzungumzia kitu ambao unajua haitafanyika. Kwa hivyo pia kama itawezekana, kila Mluhya nataka muelewe kwamba by next year kijana wenu ndio yuko mstari wa mbele, na kama yako mstari wa mbele mkibaki nyuma utakuwa shida zenu, kwa sababu hii ni wakati kama ule ambaye alikuwa ya 2002 wakati wa mala kijana Iskala Kibaki na mambo akasonga namna hiyo, wakati ambao atakayoona watu wa Western Waluhya wameshikana Wakikuyu na wakashikana Wakamba, hakuna kitu ambao baki. Hiyo story na kwanza imeisha kwanza na koro. Amini usiamini, ni kitu ambayo imefanyika in this country na tunajua kwamba tuko 100% sure. Wakati wa MK, wakati wa Malo kijana na Ngilu na Kibaki waliposhikana, mliona namna gani? Saa hii ndio hiyo itakayofanyika. Kwa hivyo kama wewe ni Mluhya, unastahili kushikana na wenzako na ujue kwamba mambo ni sifuna na mambo ni kama ile ambayo ilifanyika Olkalau, na mambo tunafanya kwanza na koro. Hataki story nyingi, hataki mambo ya kuwa kwamba tumekaribiana. Ni lazima tuandike ujamaa more than 5 million tumwachie ndapo. Kama watu wa Olkalau walijaribu kuchapa ujamaa mara 7, lazima na si wa Kenya wa sehemu zingine tuagize huyo president kwamba tumemchapa mara 7 kama ile ambayo tulifanyika huko. Na kama tulitia bidii na kuongea kila mahali usiku na mchana, make sure kwamba watu wa Olkalau wameelewa, basi na hii tutabana the same na make sure kwamba tumeweka change, total change in this country. Hatutaki kuona wakora au matabeli, tunataka kuwaondoa wote na tusije shughuli zingine. Neno la mwisho, nyinyi vijana ni wakati wenu ambayo mnastahili kuwa mnafikiria vile ambavyo naweza kuweka ingiane vizuri ile ambayo inaitwa economic revolution. Na hii wakati wa economic revolution mnastahili kudanganya na mtu wowote. Nimejaribu kuambia wazee wenzangu wale ambao natembea nao, wiki wao wale ambao wakora hapo ni wale ambao walika yangu, wengine wale ambao tunasoma nao, wengine ambao tunajuana personal capacity, na nimejaribu kuwaelezea kwamba hawatatoboa. Nyinyi mko mbele yetu na kitu over 10,000 kilometers. Na sasa ikiwa kama ni hivyo, au stahili kwa kama uko nyuma tena, unaonekana huko ukienda kusema 2 term. Ukionekana ukisema 2 term kwa kijana, unastahili kunyorosha kama mbwa, kwa sababu kitu ya kwanza haujielewi ndio uweze kuelewa. Kuna mambo zingine inabidi ubadilishe mawazo na ukae kama mtu mzima. Kitabu ya Biblia inasema kwamba ampendaye mtoto wake kila wakati kiboko kita juu yake, ili aweze kuelewa ni nini ambaye anafanya. Kwa hivyo kijana yoyote ambaye anasema 2 term anastahili kuona kando ndio aweze kuelewa, ili asiwe kama yeye mwenyewe ni obstacle, yeye mwenyewe ndiye anaokuta mrudi nyuma. Kwa hivyo mtu wote ambaye anazungumzia mambo ya 2 term unastahili kuelewa ni akili bungani na lazima asituliwe, ndio mahali ambayo kuna hiyo wadudu ambao wanamzua katikati ya masikio wametoka. Mungu awabariki na Mungu awabariki Kenya. Asante.